Karibu, ninakukaribisha ewe rafiki yangu, ndugu yangu, mpendwa wangu. Nakukaribisha katika kipindi chetu cha leo. Somo ni lile lile lakini lina muendelezo, sehemu ya pili. Leo nitakuonyesha namna ya kufanya ili kusudi uishi katika maisha ya raha. Lakini kabla ya kwenda mbele, turejee nyuma kidogo. Tuliona wanaume wapo wa aina nyingi sana. Wapo wa wanaume wa aina 6, lakini tulipata kujifunza aina 4. Ni kupitisha haraka, nilisema wa kwanza ni yule mwanaume anayependa kwa dhati na kujali sana. Wa kwanza ni mwanaume anayependa kwa dhati na kujali sana. Wa pili nikasema mwanaume anayependa lakini ni kwa kiasi. Wa pili ni mwanaume anayependa lakini ni kwa kiasi. Wa tatu ni mwanaume wa maneno zaidi, si kwa vitendo. Wa tatu ni mwanaume wa maneno zaidi, si kwa vitendo. Wa nne ni mwanaume asiye na upendo wa dhati. Namba 4 ni yule mwanaume asiye na upendo wa dhati. Namba 5 ni mwanaume wa masharti. Wa 5 ni mwanaume wa masharti. Wa 6 ni mwanaume wa kimya. Huyu ni mtu wa kimya. Namba 6 ni mwanaume wa kimya. Kwa faida kwa ambao hawakuwepo, nipitishe tu kwa haraka. Mwanaume anayependa kwa dhati na kujali sana. Huyu ndio wengi, asilimia kubwa wanavutiwa kuwa naye. Wanatamani kuwa na mwanaume wa design hii. Bado hujachelewa kwa wewe ambaye hujapata. Na hata wewe ambaye bado una mtu wako, mpo katika mahusiano, inawezekana kwenye ndoa, lakini unaona viashiria vyake si kama yule mtu ambaye anapenda kwa dhati. Zipo njia nitakufundisha, atabadilika. Mwisho wa siku atakuja kukupenda kwa dhati na kukujali sana. Mwanaume wa pili, mwanaume anayependa lakini kwa kiasi. Huyu hapa upendo wake ana ubalance. Maana yake nini? Anakaa mguu mmoja ndani, yani kwako, mguu mmoja nje. Huyu asilimia kubwa sana anakuwa hajaamini kile kitu ambacho anakifanya, au hajakuamini. Anaishi na wasiwasi na wewe kwamba unaweza kumtenda tukio au unaweza kumfanyia kitu kibaya. Kwa hiyo anaishi kwa hofu, ajiweki sana kwako. Hawezi kukufanyia sana vitu vya msingi, hawezi kukufanyia sana vitu vya future. Anajiweka kwa tahadhari. Sasa huyu utasema amekupenda? Mwanaume wa tatu ni yule mwanaume wa maneno zaidi wala si vitendo. Huyu anakupa maneno zaidi. Yaani maana yake huyu yeye anazidiwa hata na ule upendo wa baba yako. Baba yako mzazi anakupenda kwa maneno, anakupenda kwa vitendo. Amekusomesha, anakujali, anakutunza. Sasa kama mwanaume amekuchukua, let's say amekuoa, amekuweka ndani, anapaswa aendeleze zile huduma na yale mahitaji ambayo wewe ulikuwa unafanywa wapi? Ulikuwa unafanywa nyumbani. Lakini pia hata kama hujaolewa, mwanaume lazima akupe mikakati ambayo anayo. Akikuoa atakufanyia 1, 2, 3, 4. Kwa hiyo kama hiyo mikakati haifanyi kwa vitendo, basi huyo mwanaume anakuwa amewekwa kwenye kundi la mwanaume ambaye anakuwa anakupenda kwa maneno tu. Ahadi nyingi sana, nitakufanyia hivi na hivi na hivi, lakini vitendo havionekani. Ukichukua pesa ukimpa mwanamke yote mwenye akili na mwenye malengo na wewe, atatengeneza channel ya hela ili kusudi zije kuwasaidia nyie katika future pamoja na watoto wenu. Mwanaume wa 4 ni yule asiye na upendo wa dhati. Huyu ana upendo wa dhati kabisa. Hakupendi, hajivuni kuwa na wewe hata akiwa na marafiki zake. Anakusema vibaya. Akiwa kwako anaweza kuambia nakupenda, akiwa kwa marafiki zake akakusema vibaya. Na viashiria vingi ambavyo vinaonyesha mwanaume ambaye hapendi kwa dhati, nadhani mnavifahamu. Wa 5 ni mwanaume wa masharti. Huyu hapa mara nyingi anakuwa analenga faida zake mwenyewe. Anakutumia tu wewe kwa faida zake mwenyewe. Ndio ile mwanaume anakuja, mnakutana, unamuomba kidogo kusaidia kitu fulani, shida ambayo ya kibinadamu. Unajua hata kama mwanaume hujamsaidia mwanamke katika mahusiano au katika ndoa yako, sisi wanaume tunajijua. Bado huwezi kumwona rafiki yako ana shida usimsaidie. Sasa mwanamke uchukue nafasi hiyo, maana yake ni zaidi ya yule rafiki yako, ni zaidi ya yule ombaomba. Umeona? Kwa hiyo unapomuona mwanamke ana shida, amepitia shida, let's say labda anaumwa, ndio ana hela, ndio ana wazazi wa kumpa hela, ndio ana wazazi wa kumsupport,
lakini onyesha. Mwanamke anatekwa kwa vitu vidogo sana. Umenielewa eh? Kwa usiwe mwanaume wa masharti kwamba lazima na mimi nipate hichi ndo na wewe nikupe hichi. Tunaaminishwa kwamba ukiona mwanamke anataka hela, basi ujue anataka kuchuna akimbie, na wewe kutana naye kimwili, ulale naye, uondoke. Tusiwe tuna mentality hizo kwa pande zote mbili. Mwanamke usiamini kwamba mwanaume anaweza akafanya hivi na hivi na hivi kwa ubaya kwako akaondoka, na mwanaume usiamini mwanamke naye anaweza akafanya hivi na hivi na hivi kwa ubaya kwako akaondoka. Tuweke positive thoughts. Namba 6 ni mwanaume wa kimya au silent love. Yaani yeye anaweza akakwambia kwamba mimi hapa sipendi kujionyesha sana. Umeona, akiwa na marafiki zake hapendi kujivunia kuhusu wewe. Hapendi kuonyesha thamani yako. Umepika vizuri, hawezi kukusifia. Anasema kwamba yeye atakuonyesha kwa vitendo, labda atakununulia za. Hapana. Mwanamke anapokuwa amevaa, mwambie umependeza. Nawe mwanamke hivyo hivyo, unavyoona mwanaume wako kavaa kapendeza, mwambie umependeza. Hata kama hajapendeza, mwambie amependeza. Unavyoona mwanamke kasuka, unavyoona mwanaume kanyoa, mwambie umependeza. What if akisifiwa na mtu mwingine mbele yako, unajisikiaje? Kama utajisikia vibaya, basi jua kama wewe ndio unakosa, kwa sababu ulikuwa na nafasi ya kufanya hicho kitu wewe ukiwa wa kwanza. Umenielewa? Hivi what if unasikia mwanamke anakuambia nimenunuliwa saa hii na rafiki yangu, kwa nini hukufanya wewe wakati uwezo ulikuwa nao? Kwa hiyo nadhani baada ya hapo tumemaliza pati ya kwanza, ambayo nilikuwa tunawapa mrejeo wa kitu kilichopita.